tunakwenda kulitembelea banda la ofisi ya mtakwimu mkuu wa serikali, na Mheshimiwa Naibu Waziri ndio anakuja katika eneo hili. Mheshimiwa Naibu, karibu sana. Bibi hali. Asante, mnaendeleaje? Tunashukuru. Hongereni na kazi. Asante sana, na wewe pia. Haya, asante. Mheshimiwa, karibu katika ofisi ya mtakwimu mkuu wa serikali. Ofisi ya mtakwimu mkuu wa serikali ndio ofisi yenye dhamana na mamlaka kwa nchi hii kutoa takwimu rasmi na bora hapa nchini, ambazo tunazikusanya, kuzichambua na kuziwasilisha katika Tume ya Mipango serikalini. Tume ya Mipango kama tunavyoelewa ndio yenye mamlaka nayo ya kupanga mipango ya maendeleo kwa nchi yetu. Kwa hiyo mipango inapangika kwa mujibu wa takwimu ambazo zinapatikana. Ofisi ya mtakwimu mkuu wa serikali imekuwa ikiratibu takwimu mbalimbali, lakini pia hata tafiti zinazotokana na tafiti, lakini pia tunatoa takwimu ambazo tunazitoa kila mwezi. Kwa mfano, tunakuwa na matoleo ya takwimu za mfumuko wa bei kuonyesha kupanda na kushuka kwa mfumuko wa bei, lakini pia tunakuwa tuna takwimu za usafirishaji kuona kwamba kumeingia mienendo ya vyombo vya usafiri wa baharini, kwamba kwa mwezi ile mienendo imekuwa mingapi. Na kwa sasa kama tunavyoona kwa teknolojia pamoja na wingi wa vyombo vya baharini na kuwa vya kisasa, kwa hiyo mienendo ya bahari imekuwa ni mikubwa sana. Lakini pia tuna takwimu za uingiaji wa wageni nchini ambazo taarifa iliyo nzuri ni kwamba kila siku takwimu hizo zinaonekana wageni nchini wanaongezeka kuwa wengi zaidi. Lakini pia tuna takwimu za matukio ya udhalilishaji ambapo ni ya kuhuzunisha sana, ambapo kila mwezi tunapotoa yanaonekana bado yanaongezeka, na hayo matukio nayo tunayoyaripoti ni yale tu ambayo jamii imeripoti katika madawati yale husika, kwa sababu takwimu hizo tunazikusanya kushirikiana na wadau wa madawati ya jinsia. Lakini pia tunakuwa na takwimu za ajali barabarani kila mwezi kuonesha, hiyo ni sekta yako najua Mheshimiwa, kwa masuala ya Wizara ya Mawasiliano ni wadau wetu katika ukusanyaji wa takwimu hizo. Kwa hiyo pia tunaonyesha ni kwa kiasi gani ajali kwa kila mwezi, kupanda kwake na kushuka kwake, lakini pia wilaya gani ama mkoa gani imehusika kuwa na ajali nyingi zaidi kwa mwezi husika. Lakini pia Mheshimiwa, kama unavyofahamu, ofisi ya mtakwimu mkuu wa serikali ndio yenye endesha zoezi kubwa kama la sensa ya watu na makazi, ambapo takwimu zake tunazitumia kwa kipindi cha miaka 10 hadi kufikia sensa nyingine, Mungu akipenda, mwaka 2032. Leo tupo katika maonyesho haya ikiwa ni sehemu yetu kama wafanyakazi katika kuelekea maadhimisho ya siku ya wafanyakazi duniani. Karibu sana Mheshimiwa. Haya, nashukuru kwa maelezo mazuri na kazi nzuri na kubwa mnayoendelea kuifanya, na wapongeza. Lakini na vijiswala viduchu niviulize vyote kwa pamoja, si ngavisahau alafu utajibu. Lakini la mwanzo nilikuwa nataka kujua mnafanya uwiano kwa namna gani kati ya nyinyi mnaotoa takwimu na wale ambao wenye taasisi? Ndiyo. Yaani uwiano unakuwaje, kwamba mnahakikisha vipi kwamba zile takwimu za kule sahihi na za kwenu? Lakini changamoto nini? Kwa sababu pengine wale kule wanataka kuripoti na nyinyi mnataka kuripoti, nani haswa mhusika mkuu wa kuripoti zile taarifa? Ndiyo Mheshimiwa, kama nilivyokueleza, tunatoa takwimu hizo za aina 5 kwa mwezi. Hizo takwimu zote wadau wetu ni zile sekta. Kwa mfano ajali, wadau wetu ni usalama barabarani pamoja na watu wa leseni, mawasiliano. Lakini tukija takwimu za mfumuko wa bei, zile ni BOT ndio wadau wetu pamoja hata Wizara ya Biashara. Lakini pia takwimu za udhalilishaji, pia wadau wetu ni wale madawati ya jinsia. Kwa hiyo kila takwimu tunatoa kwa kushirikiana na wadau wa sekta husika. Na kabla ya kutoa hiyo release ya takwimu husika, kukabili vyombo vya habari kutoa takwimu, unakuwa na wiki nyuma ya kukaa na wadau kwanza kuthibitisha uhalali wa zile takwimu. Kama unavyofahamu kwamba ofisi ya mtakwimu mkuu wa serikali ndiyo yenye dhamana na final ya kutoa takwimu zilizo rasmi. Kwa hiyo wale tunapozitoa pale, zile sekta tayari zinakuwa zimeridhika na zile takwimu ambazo tunazitoa. Lakini changamoto inakuja, unajua sasa hivi utandawazi umekuwa mkubwa. Kuna vitaasisi vingine vidogo vidogo hujitokeza wakafanya tafiti ambazo hawapitii ofisi ya mtakwimu mkuu wa serikali. Hiyo inakuwa ni changamoto sana kwetu, kwa sababu wanaweza wakafanya tafiti wanavyojua wao na baadaye wakasambaza zile takwimu, na unavyojua watu na mitandao ilivyo,
mtu anachukua takwimu anaweza akatumia na anaweza akatangaza kwamba kumbe kitu kile kisivyo. Kwa hiyo tunajitahidi sana kutoa maelekezo, lakini pia sisi kutumia utafiti na utaalamu ambao tunao katika kufanya tafiti kuhakikisha kwamba tunatoa takwimu rasmi nchini. Hebu nisaidie kutuambia kwamba kwa zile taasisi au mtu binafsi anakusudia kufanya utafiti apite njia gani au hatua gani anatakiwa afuate mpaka hakikisha kwamba sasa niko right path kwa ajili ya kukusanya data au kuzirelease? Miongoni mwa tuseme vitengo vilikopo pale ofisi ya mtakwimu wa mkoa wa serikali, kuna kitengo maalumu kinachohusiana na tafiti. Hicho kitengo kazi yake kinatoa vibali vya ufanyaji wa tafiti. Kuanzia wanafunzi wa vyuo vikuu wanakuja pale wanapewa vibali, na vile vibali vinapitia sehemu mbili mpaka kupata kile kibali: ofisi ya mtakwimu mkuu wa serikali, lakini wanaanzia ofisi ya makamu wa pili wa rais. Wakitoka kule ndo wanakuja mtakwimu mkuu, wanathibitishiwa kupewa vile vibali kwamba utafiti, wanakuwa wanaleta na proposal zao. Watafiti wanategemea ikiwa wa vyuo vikuu hata wa nje ya nchi wanakuja pale wanaleta proposal zao na wanathibitishiwa kwamba wanakwenda kufanya tafiti kwa njia halali. Lakini pia baada ya kumaliza tafiti zao, wanatakiwa ripoti zao lazima ziwepo ofisi ya mtakwimu mkuu wa serikali, zinaangaliwa ili kukizi vigezo ambavyo vinaenda kutumika huko wanakwenda kuzitumia. Kuna gharama zozote ambazo anatakiwa alipe kwa ajili ya kupata hicho kibali? Kuna gharama kwa mujibu wa madaraja mbalimbali ya wale watafiti. Kwa mfano wanaofanya masters naona wanalipa shilingi 100,000. Alafu kuna dola 100